Naam, ndugu mtazamaji wangu, leo nakukaribisha tena kwenye Afrika Leo. Upo nami Fumbwe Ali kama ilivyo kawaida, na leo nipo na ndugu hapa, ndugu yangu kabisa wa damu. Huyu ni Juma, anafahamika kwa jina la Juma. Hapa leo tunaongelea mada mezani kuhusiana na uhusiano uliopo kati ya mzazi na mtoto katika ufaulu. Kuna uhusiano gani hapa? Mzazi anamsaidiaje mtoto katika ufaulu? Leo tupo na mada mezani kama ilivyo Sheikh Juma hapa. Eti tunataka tufahamu kuhusiana na hichi kitu bwana. Naam. Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Juma Yasin Said. Ni mwanafunzi kutoka katika moja ya chuo hapa jijini Dar es Salaam. Ndio. Kama nilivyotangulia kusema mtangazaji, kutambulisha mada yake kwamba kuna uhusiano gani kati ya mwanafunzi kufaulu na mzazi. Awali ya yote, kwanza tufahamu kuwa mzazi ndiye anayehusika kwa asilimia kubwa katika kumjenga mtoto kwa namna mbalimbali. Kwa mfano leo kama unataka kumtengeneza mtoto awe kiongozi, au unataka kumtengeneza kiongozi wa baadaye, lazima udili na mtoto pindi ambapo bado yuko mdogo kabisa. Kwa hiyo utamjenga kitabia, utamjenga kiuwezo mpaka kufikia ile lengo ambalo mzazi unakuwa unahitaji. Je, ni kitu gani ambacho unatakiwa wazazi wakifanye ili kutengeneza mtoto ambaye aliye bora na kuwa kiongozi baadaye? Naam, asante. Ni swali zuri. Lakini naweza nikakujibu kama ifuatavyo. Katika kumjenga mtoto, wazazi wengi wanakosea katika malezi. Na wazazi wengi wanaingia katika ulezi na kuwa wafahamu kulea. Changamoto inaanzia hapo. Kwa hiyo kabla ya yote, kabla ya kumpata hata huyo wa kumlea, lazima mzazi ajitahidi kwanza kufahamu malezi ni vitu gani, malezi yanahitaji vitu gani, afanye nini ili aweze kuwa mama bora, afanye nini ili aweze kuwa baba bora. Ajenge uwezo kwanza kuweza kukabili yale malezi, la sivyo patakuwa na maharibiko hapa. Sasa na ndugu mtazamaji wangu, kama ilivyo kawaida hapa, baadaye na kupeleka kwenye story ndogo kuhusiana na mtoto na mzazi, alafu tutarejea ili mradi tuendelee na interview yetu bora kabisa na pendwa. Hii ni Afrika Leo, usisahau kusubscribe. Tunarejea hivi. Mzazi, kama unahitaji mwanao awe katika maadili mema, ni vizuri sana kulinda kila anachokifanya kwa wakati fulani. Anapoenda shule, unafuatilia marafiki anayoishi naye, akirudi nyumbani, akienda chuoni na sehemu nyingine mbalimbali. Zote hizi ni sehemu ambazo zitakufanya wewe ujue ni jinsi gani ya kumlinda mwanao. Kama humfuatilii mwanao katika nyanja zote hizi, hapa ndipo utajikuta mwanao anaingia kwenye mchafuko kabisa. Kwa uchache wa muda, nimrejeshee mwenzangu Fumbwe Ali aendelee na kipindi hichi. Kikubwa zaidi, unoti kwamba unahitaji kuwa na urafiki na mwanao wakati wote ule ambao upo eneo lolote lile ambalo unafanyia kazi. Basi jitahidi uwape muda wanao, ili mradi wawe viongozi wa baadaye na kuja kunyanyua taifa hili la Tanzania. Na tumerejea tena hapa kama ilivyo kawaida, interview inaendelea, na hapa nipo na shehe wangu na tunaendelea kupata madini mawili matatu hapa kuhusiana na uhusiano katika mzazi na mtoto katika ufaulu. Unamsaidiaje wewe mzazi mtoto wako katika ufaulu wa darasani pamoja na maisha kwa ujumla? Na Sheikh Juma, tumerejea bwana. Nina swali moja hapa kuhusiana na hawa watoto, kwamba utakuta wazazi wengi hawawezi kulea. Wengi wazazi ambao wanawalea watoto wanaharibikiwa ni wale ambao wanawadekeza watoto. Una kipi cha kuwaambia hawa wazazi ambao wanawadekeza watoto wao, wanajikuta kwamba wana mapenzi makubwa, yani mpaka
kumpiga hawezi mtoto. Una kipi cha kuambia wazazi wa namna hii? Ndugu mtangazaji, cha kwanza ni miongoni mwa njia ya kumlea mtoto. Kuna kipengele hicho cha kutoa adhabu. Adhabu lazima itolewe, lakini itatolewa kulingana na kosa alilofanya mtoto. Itatolewa kwa kiasi, itatolewa kwa njia nzuri ambayo mtoto ataona kweli kakosea na alistahili kuwajibika. Lakini wengi wa wazazi hata kutoa adhabu pia hawafahamu. Wengine wanatoa adhabu ndivyo sivyo, na wengine wanashindwa kutoa adhabu kwa sababu ya namna walivyowalea watoto. Watoto wamewapenda kupitiliza. Ukimpenda mtoto kupitiliza, pia kuna uwezekano wa wewe kushindwa kutoa adhabu. Huu ni udhaifu ambao wengi wa wazazi pia wanao. Mtoto fulani anampenda sana kiasi kwamba akifanya lolote, wakati mwingine akisikia mabaya ya mtoto wake anapuuzia, hafuatilii, sababu amejenga uaminifu na mapenzi makubwa sana kwa mtoto wake. Kwa hiyo kama Amani tunasema katika kutengeneza huyu mtoto sasa ili aweze kufaulu katika masomo yake na maisha kwa ujumla, cha kwanza kabisa ni kuweza kuwa naye karibu mtoto, kutengeneza urafiki baina ya mzazi na mtoto. Kishapatikana urafiki, itapatikana mazungumzo pia. Mtoto atakuwa mwazi kwa mzazi. Mtoto anaweza akasema yanakabili changamoto anazopitia, msaada na uhitaji kwa mzazi. Kwa hiyo yakifanyika mazungumzo kati ya mwana na mzazi, basi mzazi anafahamu mwanangu anakabiliana na hili na hili. Inakuwa ni rahisi kumsaidia mtoto huyu. Lakini mbali na hilo pia ni kumfuatilia kwa ukaribu katika masomo yake. Wengi wa wazazi wanasema wanafuga. Sasa hiyo ni mbaya. Fuga ni mbaya. Lazima ufuatilie kwa ndani mtoto wako, kuanzia kuamka kwake, amekwenda shule, kafika, ndio kumfuatilia kwa karibu, mtihani yake anafanya vipi darasani, mwezi wake uko vipi. Tengeneza ukaribu na walimu zake ili kuweza kupata mawasiliano ya karibu, sababu unapokuwa karibu pia na walimu atakwambia mtoto ana changamoto hii, afanya vizuri, mambo gani afanye vizuri, mambo yapi yaboreshe, mambo yapi mtoto akatazwe kadhalika. Lakini wengi wa wazazi wanakuwa wakiamini yeye akimpa begi, kalamu, kilipa ada na elimu imeshapatikana, naona amepiga mwingi. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni hatari, kana kwamba umesukuma tu mtoto wako ajilee. Sasa kisha msukuma mtoto ajilee, unakutana na walimwengu. Naam, hapo sasa unakuta hivyo ulivyoongea. Wazazi wengine wanakuaga wanamlea mtoto vizuri nyumbani, wanampa mafunzo mazuri, lakini shule kama hivyo wanafuatilia, lakini baadaye watoto kama hawa unakuta wanaingia kwenye makundi ambayo sio, kwamba mzazi akiteleza kidogo, mtoto naye anaingia kwenye makundi ambayo sio. Mwisho wa siku marafiki wanakuwa wanamharibu. Wewe kama ndugu na baadaye utakuwa mzazi pengine, na sasa ni mzazi, unaongeleaje kuhusiana na hili swala la watoto kujiunga na makundi pindi ambapo wewe hujui na ufuatilii? Unawashaurije wazazi wa namna hii? Kwa wazazi wa namna hii, cha kwanza kama nilitangulia kusema hapo awali kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa mzazi kutengeneza ukaribu na mtoto wake. Unapotengeneza ukaribu na mtoto wako, lazima pia utajua marafiki zake.
Ukishajua marafiki zake utajua mtoto wangu marafiki zake ni watoto wa aina gani. Kwa hiyo utafahamu kama ni wazuri, kama ni wabaya. Kama ni wabaya, basi utafanya namna ili kumwepusha na wale marafiki. Hivyo ndivyo namna ambayo utatumia kumwepusha mtoto wako na makundi. Basi hivyo itakuwa ni rahisi kuingia katika makundi, kwa sababu hana marafiki, hana mtu wa kumfuatilia, hana mtu wa karibu pia. Na kuna umri ambao mtoto pia anakuwa ni wanasema ni adolescence, kipindi cha ukuaji. Mihemko inakuwa mingi sana. Unakuta alifanya hichi, ni kipindi cha kujaribu mambo mengi sana. Kwa hiyo kipindi hichi mzazi anatakiwa awe karibu zaidi na mtoto, kwa sababu asipoangalia basi ni rahisi kwa mtoto kuharibikiwa. Lakini kwa watoto ambao tayari washaingia huko na wazazi wameshaligundua hilo, basi kuna namna ya kufanya. Namna ya kufanya ya kwanza ni kuanza kutengeneza marafiki sasa hivi, na baada ya kutengeneza marafiki, hata kujua marafiki wa watoto wako vipi. Baada ya kujua marafiki wa mtoto wako, it's either uamue kuwa rafiki wa watoto wako. Hiyo itakuwa rahisi kudeal na kundi zima. Kama wakikushindwa, basi tafuta namna, ikiwezekana hata kuhama lile eneo ambalo unaishi. Ni vizuri ukahama, hata kama gharama zitakuwa kubwa, lakini ukamwokoa mtoto wako katika majanga ambayo yangeweza kuepukika. Sawa. Asante sana bwana. Nilikuwa na ndugu Juma hapa tukiwa tunajadili kuhusiana na mada. Hiki ni kipindi cha Afrika Leo. Kama ilivyo kawaida, hapa tunakutana ili mradi kuelezea kuhusiana na Afrika, jinsi gani ya kuijenga kinamna moja ama nyingine. Uhusiano wa mtoto wa mzazi katika swala la ufaulu upoje? Hapa ndio kwa tunadiscuss hapa. Na tumefikia tamati ya kipindi chetu pendwa na bora kabisa cha Afrika Leo. Ulikuwa nami Fumbwe Ali, nilikuwa na ndugu Juma hapa. Natumai tutapata wasaa tena wa kukutana katika interview nyingine, ili mradi tuweze kuelezea kuhusiana na mada mbalimbali. Asanteni sana kwa kushiriki. Usiache kusubscribe ili uwe mfalme.